Ni kwa nini upo single? Ukiona mtu anatafuta mtu haimaanishi moyoni mwake hakuna mtu. Kwa moyoni mwako kuna mtu na bado unamtafuta mtu. Naweza nikampata kwa gharama yoyote. Kwenye hiyo date ambayo unafikiria kunitoa. Kwa umeona na mtu siku ya kwanza ana vigezo vyote unavyohitaji na akakuvutia. Mwanamke akichangia chochote kwenye bili watu tunafurahi sana japo hatusemi. Asante. Mimi mwanamke kwangu ni kama chakula. Uangalie mwonekano. Sisi wanaume ni wawindaji. Kwa majina naitwa Arvin Eric. Umri wangu ni miaka 30. Shughuli ninayofanya mimi ni mfanyabiashara na kwa natoa vitu Zambia, natoa vitu Kongo, Burundi, naleta Tanzania na pia vya Tanzania napeleka kule. Mara nyingi kwa Tanzania kwenda kule natumia mazao kama mchele, maharage na mahindi. Kule natoa bidhaa kama nguo na vitu mbalimbali ambavyo wanatumia Tanzania. Kwa majina naitwa Peti, na miaka 21, nasomea chuo cha Dar es Salaam Media College. Mambo Peti? Poa, habari yako? Niko safi. Jambo jema, niambie. Niko good, sio? Mimi niko poa zaidi. Safi. Unapenda kufanya kitu gani katika muda wako ambao unakuwa wazi? Mimi napenda kujifunza kutangaza, napenda kuimba, pia napenda sana kuomba Mungu. Kwa unafanya vyote kwa wakati mmoja? No. Kwa maana asubuhi nikiamka naanza kuomba Mungu, napumzika kidogo, nafanya shughuli zangu za nyumbani, kisikokuwa free, ndo naanza kufanya moja moja. Kama nitaanza na kujifunza utangazaji, it's okay. Kama nitaanza na kuimba ni sawa pia. Kwa inaanza kimoja na kingine kinafuata. Peti. Abe? Kwani kuomba Mungu tunapenda au ni wajibu? Ni wajibu na pia tunapenda. Kwa sababu Mungu ndo anatuzidishia riziki. Yeye ndo kila kitu kwetu. Nimesikia kwa ukubwa. Ni kwa nini upo single miaka yote hiyo? Sasa na miaka 30. Kuwa single haimaanishi moyo wako hauna mtu, lakini unahitaji mtu sahihi na bora zaidi kwenye maisha yako. Ukiona mtu anatafuta mtu haimaanishi moyoni mwake hakuna mtu, ila anataka mtu ambaye ataendana na ndoto yake ya maisha. Kwa moyoni mwako kuna mtu na bado unamtafuta mtu. Huyo mtu mwingine anakuja kufanya nini kwenye moyo wako tena? Umesadiki niliyosema? Ndio, una mtu moyoni tayari. Na pia unamtafuta mtu mwingine ambaye utakayemweka tena hapi moyoni. Kwa hiyo huyo mtu mwingine unamtafuta kwa sababu gani? Inatakiwa unielewe kuliko kunisikiliza. Mtu kuwa single haimaanishi moyoni mwake hamna mtu. Lakini anatafuta mtu ambaye anamhitaji maishani mwake. Kila mtu ana ndoto, maono. Kwa lazima uwe na mtu ambaye kuna muda unataka kubadilisha. Ndio maana hata uniform tulizozivaa shule ya msingi, sekondari hazifai tena. Kwa unahitaji mtu ambaye utaendana na maisha yako. So kuwa na mtu moyoni mwangu lakini hawezi kufaa maishani mwangu. Samahani, unaweza kunitajia huyo mtu ambaye umemweka moyoni? Ningetamani uniulize kitu ambacho kinaweza kufaa kwangu mimi na wewe. Hata ukimjua haina faida na hata usipomjua haina faida zaidi. Kwa niulize kitu kitakachokupa amani na furaha. Kwa maana huyo uliyemweka moyoni ni mpenzi na pia bado unatafuta mahusiano. Kwa nini usingenitajia labda atakuwa ni mama yako, baba yako, au labda kuna mtu mwingine umemweka moyoni? Ingekuwa vizuri zaidi ukinitajia. Sipendi nikupe faraja wala kudanganya. Kwa sababu kama nahitaji kupita ninaweza kukwambia sina mtu na nimeachana naye. Na siwezi kukwambia mama yangu na babangu nimemweka moyoni au wako maishani mwangu. Kwa sababu wao wananipenda kabla wewe kunijua. Nikikwambia nahitaji mtu wa maishani sio baba wala mama. Unahitaji nikudanganye? No, nahitaji uniambie ukweli kuwa huyo mtu uliyemweka moyoni ni nani na mimi pia nijue ili tukue kwenye mahusiano. Kila mtu awe free kwa sababu ukweli ndo kila kitu. Basi nielewe kwa sauti kubwa naongea hivi. Moyoni mwangu kuna girlfriend natafuta mke ambaye anajitambua yeye ni nani, anafanya nini, yuko wapi na kwa wakati gani, na thamani yake kwenye maisha. Ni kitu gani ambacho huwezi kukivumilia kabisa kwenye relationship yako? Mwanamke asiyejitambua thamani yake. Mwanamke ambaye hajitambui thamani yake ipoje? Swali zuri sana.
Mwanamke ambaye hajitambui thamani yake, cha kwanza mwili wake au maisha yake hayana thamani kuliko chochote cha gharama duniani. Naweza nikampata kwa gharama yoyote, kwa wakati wowote. Mwanamke anayejitambua, cha kwanza, anaelewa thamani yake. Ni maono aliyobeba kutoka tumboni kwa wazazi wake na anapoelekea. Vizuri. Sababu gani zimekupelekea kuachana na ex wako au mtu uliyekuwa naye? Mtu nilikuwa naye niliachana kwa sababu nyingi. Kwa sababu yeye yani alikuwa ni mtu tu wa masharti mengi. Muda mwingi huwa hapendi nifanye kazi, hapendi nitoke nyumbani, na pia sio kwamba hapendi, ingekuwa anapenda mimi nikae ndani anigie chochote, kila kitu ambacho nakihitaji, it's okay. Lakini mtu anakwambia ukae ndani, hakupi chochote. Yeye yupo kazini, wewe anakuzuia usiende kazini. Alikuwa na masharti sana, so nilishindana naye. Unajua, kwa hiyo ulikuwa unataka ujitawale? Sio kujitawala. Mimi nilichokuwa nakihitaji anitawale, sawa. Lakini katika kunitawala, anipe yale mahitaji maalum. Sio kwamba mimi ananitawala nisiende kazini afu nyumbani aache hela ya kula, mimi nakula nini? Na maana alikuwa kuachia hela ya kula? Ndio, aniachie. Ulitumia nguvu gani kumsaidia kipato kuongezeka? Nimetumia nguvu gani? Sijatumia nguvu yoyote. Ulikuwa utoshi kwa kwake? Kama nilikuwa sitoshi, yani kama nilikuwa sitoshi, kwa nini anizuie ndani? Yani angeruhusu tu niendelee na kazi zangu, mimi ningeendelea naye. Maana kazi ndio kila kitu sasa hivi. Uliwahi kumweleza unahitaji nini? Ndio. Mara nyingi sana. Kwa hiyo umemwacha unayemjua, unayetaka kuwa naye unamjua? Simjue. Ila ndio maana namuomba Mungu mtu ambaye atakaye kuja kwangu awe ni mtu ambaye anaelewa kuwa kuna maisha, na pia yani asiwe anajiona yeye mwenyewe, aangalie pande zote mbili. Kwa sasa hivi unatafuta uhusiano wa aina gani? Kwamba mtu ambaye unataka akupe furaha kwa muda mkae, au unahitaji kuwa mke wa mtu? Yaani hata siku moja sijawahi kuona mtu anaanzisha mahusiano afu anasema sisi tunakaa kwa muda afu tunaachana. Mahusiano ya hivyo hayapo, kwa sababu kila mtu ana filter yake. Umeona? Kwa hiyo siwezi kukuambia mimi sasa hivi natafuta mtu wa kuwa naye sasa hivi afu mafanikio yakija tunaachana. No. Mimi nahitaji mtu wa kujenga naye maisha, tuendelee forever. Tangu nimekusikiliza kuanzia mwanzo na kusikiliza unaongelea swala la mafanikio. Ushawahi kwenda kijijini? Ndio. Babu yako na bibi yako pale kijijini watu wote wamefanikiwa? Ndio, wamefanikiwa. Kwa hiyo kijiji chenu kinatoka matajiri? Sio matajiri. Ila lakini wanaishi kwa amani. Wanaishi kwa amani. Sasa mbona unaonekana unatafuta mafanikio kwa mwanao? Kuna chochote ambacho ulishawahi kuwezeshwa kutoka kwenye familia ili ukifanye na mwenzako kufanikisha maisha yenu? Unajua, mafanikio sio kwa upande wa pesa tu. Mafanikio yanapatikana kwa pande nyingi. Kwa maana ukiwa na furaha ni mafanikio. Ukiwa una amani ndani ya nyumba ni mafanikio. Ukiwa na upendo ndani ya nyumba, mnaishi kwa amani, kila kitu kipo sawa. Hayo pia ni mafanikio, sio lazima pesa. Nimesadiki maneno yako ya awali. Ndio, kwa sababu nimetaja mafanikio, ndio maana nimekufanulia maana ya mafanikio. Wewe mapenzi unaonyesha zaidi kwa maneno au kwa vitendo? Kwani mapenzi nini? Mimi ninavyojua mapenzi huwa yanaonyeshwa kwa vitendo, pia maneno pia yanachangia. Mimi sijui nini maana ya mapenzi. Mapenzi ni kupendana, kujaliana, na kuheshimiana na mengine mengi. Asante kwa kunisaidia kujibu. Unaweza ukawa umeonana na mtu siku ya kwanza ana vigezo vyote unavyohitaji na akakuvutia, ukawa tayari ajue undani wako? No, sipo tayari. Kwa nini? Kwa sababu mtu umemwona siku ya kwanza, huwezi ukajua tabia zake. Unaweza ukamwona kuwa ana vigezo vyote ambavyo ulikuwa unavihitaji, lakini ukatoka kufanya mlioyafanya, yani mambo yote yakabadilika, mtu akaanza kuonyesha makucha yake. Kwani waliokaa miezi 6 wakaachana walikuwa hawajajuana au anataka kukuchezea na muda?
No. Hana muda. Sasa ila unatakiwa kwanza umchunguze. Unaweza ukamjua binadamu? Unaweza ukamjua pia usimjue. Kwa sababu unaweza ukamjua kwa Mungu akuonyeshe kuwa huyo ni mtu wa namna gani. Na Mungu kweli akakuonyesha bila hata kujua. Bila hata huyo mwanadamu mwenyewe kujua. Basi wacha niweke kwenye bahasha, utaliona mbele. Nilichopenda kwa Peti mpaka sasa hivi, naona anaongea sana kuhusu hofu ya Mungu, kumtanguliza Mungu. Bado hajiamini na hajitambua. Katika max 10 za kumpa Peti, wacha nimpe 5 kwa sababu ni binadamu. Nisiwe mkosoaji zaidi kwa sababu na mimi nina mapungufu yangu. Kutokana amemtanguliza Mungu zaidi, 5 zinamtosha. 5 atazitumia kwenye kujirekebisha taratibu, lakini inaonekana pia na umri na ukuaji hajakutana na changamoto za mahusiano ambazo zikamjenga kifikra. Sijapenda kuwa ana mtu moyoni afu bado anamtafuta mtu mwingine. Hicho ndo kitu ambacho sijakipenda kabisa. Kwa sababu anaweza akatoka kwangu akaenda tena kumtafuta mtu mwingine. Anaweza pia akatoka kwangu akaanza kumtafuta mtu mwingine ambaye mimi nikimkosea anaanza kumtafuta mtu mwingine wa pembeni, kwa sababu sasa hivi ana girlfriend na bado anatafuta mimi. Sasa ni mtu wa namna gani? Nimwachie tu 5. Naitwa Lina, nina umri wa miaka 23. Nasoma lakini pia nafanya biashara, nauza nguo, viatu, urembo na kadhalika. Rina. Niambie. Mambo vipi? Salama. Arvin naongea. Naomba nikutoe out, ningependa nikupeleke wapi ambako unaona nafsi yako itakuwa poa? Napendelea sehemu za ufukweni. Na napendelea pia sehemu ambazo ni tulivu. Sehemu kama hizo napenda. Safi. Alvin. Naam. Kwenye hiyo date ambayo unafikiria kunitoa. Ndio. Bills ambazo zitatumika hapo, unafikiria ni nani anatakiwa zilipe? Mimi, wewe au tunatakiwa kugawana? Umeniuliza vizuri. Kama mimi nimekuomba wewe, ina maana mimi nakupa mwaliko. Lakini kuna wakati wanaume huwa tunapenda kuona akiba ya watu tunawapenda. Au tunaokuwa nao angalau. Yaani ni kama mwanamke anapopenda kupikiwa nyumbani na mume, basi hata wanaume. Mwanamke akichangia chochote kwenye bili watu tunafurahi sana, japo hatuseme. Kwa hiyo unategemea kwenye hiyo bills na mimi niwe mmoja wapo kwenye kuchangia? Sijasema, ila ikitokea nitakuwa poa sana. Rina. Umri ni kitu ambacho unazingatia sana kwenye mahusiano yako? Lazima. Umri nazingatia kwa sababu unaweza ukawa na umri, unaweza ukawa una date na mtu ambaye amekuzidi sana umri, alafu usiendane naye. Na pia unaweza ukawa uko na mtu ambaye wewe umemzidi umri na mwingine uko chini yake, pia mnaweza msiendane. Kwa umri pia ni kitu cha muhimu. Kwa sababu mtakuwa mnafanya vitu ambavyo mnaendana. Lakini sisi wanaume tunatakiwa tuwe wanawake au tuwe na wanawake tuliowazidi, kwa sababu katika nature kabisa ya Biblia na Qur'an, mwanamke amemzidi mwanamume miaka 10 tangu kuzaliwa. Kwa hiyo upeo wako Mungu ameupa kitu kikubwa sana. Na hata ukienda mbali zaidi, inasema hata mwanamke alipokuwa anaumbwa, mimi nilikuwa nimelala, kwa hiyo hakuna mwanamume anemjua mwanamke. Kwa lazima nikuzidi ili pale ambapo umenizidi basi ili tuwe sawa. Unaonekana pia una hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu. Dunia nzima tunaongozwa na Mungu. Hata katiba unazoziona katika dunia ni Torati. Kwa hiyo sheria lazima tuendane na masuala ya Mungu. Nimependa hiyo. Asante. Alvin. Naam. Una tabia gani ambayo wewe unahisi unawakwaza watu kwa upande wako? Tabia ambayo inawakwaza watu,
Mimi wana maamuzi ya haraka sana sometimes. Kwa kama na jaziba mambo saa nyingine watu hawaipendi, hususan watu wanaonipenda mimi na karibu kwangu. Kwa namna yote ile lazima itawaathiri hiyo tabia yako. Huwa nawaathiri, lakini pia baadaye nikitulia najirudi naona nimekosea, basi najirekebisha. Sasa ukishakuwa umepanic au umeonyesha hiyo tabia yako kwa upande mwingine, mpaka uje ukae utafakari ufikirie kwamba nimemkwaza mtu ndo uje uombe radhi, huoni kama utakuwa umepoteza? Binadamu aliye bora zaidi duniani ni yule anayejua madhaifu yake kabla hajaambiwa. Kwa hiyo mimi nikishagundua nimekosea, kwa sababu binadamu tupo wawili katika mwili mmoja. Kwa hiyo nafsi yangu inasema nimekosea, basi wanatakiwa kujishusha. Kwa wakati huo unakuwa unazicontrol vipi hisia zako? Safi. Katika kucontrol hisia zangu, cha kwanza huwa naangalia hata kama wewe ukinikosea mimi, huwa najua huwezi kunikosea kama mimi sio chanzo. Kwa hiyo kwa nini hujakosea na yule? Kwa hiyo huwa najaribu kujirudi zaidi na itafuta amani kuliko ushindi. Una prefer nini kwa mwanamke au unapenda nini kutoka kwa mwanamke? Unapenda mwanamke wa aina gani? Wa aina gani kitabia, shepu au nini? Kwa namna yote ile. Isiweza iwe tabia, muonekano. Kwa upande wako unapendelea nini hasa? Mimi mwanamke kwangu ni kama chakula. Nikiwa na maana ya kwamba leo nitakula chapati, lakini kesho chapati zikifika asubuhi zinakuwa ngumu, lakini napenda chapati, itabidi niile. Napenda wali jioni, asubuhi maharage yanakuwa meganda, nitakula, umenielewa? Kwa hiyo nikikupenda wewe ukiwa mwembamba, ukizaa utakuwa na tumbo, utabadilika. Kwa ufupi mimi napenda mtu ambaye nitampenda mpaka uzeeni. Kwa ukisema mwanamke kikubwa ajitambue tu yani. Mungu amekupa jinsia ya kike. Uwe na fikra zilizo bora. Tusonge mbele, mambo ya shape haya yanaenda na kubadilika. Sipendi kitu ambacho hakidumu. Kwa unapenda tu mwanamke ajitambue. Kwa uangalie muonekano, uangalie shape. Hailei watoto wangu, hawezi kunishauri mimi kuhusu maisha. Vipi kuhusu tabia? Kuhusu tabia, kwanza napenda mwanamke mwenye hofu ya Mungu. Napenda sana mwanamke ambaye kwenye hatua zake 10 basi kuna 20 Mungu mbele ametangulia. Huyo ni mwanamke bora kuliko wanawake wote duniani. Na swali hivi, lakini kama sio la muhimu sana, lakini inabidi unijibu kwa ubora. Ushawahi kuumizwa kwenye mahusiano? Nimewahi kuumizwa. Pole. Nashukuru. Nini kilikupiga mpaka ukaumia sana? Kwanza kabisa mwanaume alikuwa hana hofu ya Mungu. Katika mahusiano ukiwa na mtu ambaye hana hofu ya Mungu, anafanya chochote kile ambacho anajisikia. Sasa chochote atakachokifanya atakuwa anaona ni sawa kwa upande wake. Kwa hiyo matokeo ya anachokifanya kinakuja kukuathiri wewe moja kwa moja. Siwezi kusema alinifanya nini, ila tu kikubwa kwenye niliumizwa, na kwenye mahusiano hakuwa na hofu ya Mungu, alikuwa anafanya vitu vya kuniumiza, na ndio maana nikupe password au nikuache? Sio mimi tu. Nataka kesho nisijutie kukupa ushauri wangu. Nikupe nisikupe? Nipe. Asante. Hakuna mtu anayemuumiza duniani mtu kwenye mapenzi. Ukimpa mtu nafasi kwenye moyo wako, huenda alitaka kuwa boyfriend ndio umetaka awe mume. Sawa? Yoyote anayekuumiza duniani ni kama mtu. Ushawahi kusikia watu wanachimba madini? Umechimba madini, umetafuta dhahabu, unakuta dhahabu ile uliyoipenda ni chatu anataka kuzuru, utabaki nayo? Unacheka. Kwa hiyo kuna vitu vizuri Mungu anatuletea na vitu vilivyo bora kwenye maisha kupitia maumivu. Ukirudi kwenye maandiko, kuna Ayubu, japo hawamsemi, aliingia peponi kwa sababu ya imani. Kwa hiyo amini sana kuliko kuomba, utapata mtu aliye bora zaidi. Ukuumizwa, ila Mungu alikupitisha ili akulete mtu sahihi. Kwa hiyo nilitakiwa kuvumilia. Mwambie Mungu asante, katoe sadaka. Asante.
Kwanza kabisa ni mstaarabu, ni mtu ambaye ana hofu ya Mungu. Na pili ni mtu ambaye anaonekana anajali na anajua anachokitafuta na anajua pia anachokitaka. Mpaka sasa hivi kitu ambacho sijakipenda, labda anashindwa kucontrol hisia zake kwa haraka. Anaweza akapata hasira, akapanic kama mtu amemkosea, alafu baadaye ndo akajirudi kuja sasa kujua kwamba okay, nilikosea. Kwa hiyo atashindwa kuchakata kwa mapema kwenye kucontrol hisia zake au hasira zake. Kwenye max 10 nampa max 7. Lina, kitu ambacho nimependa kwake, kwanza ana hekima ya matamshi. Hekima ya matamshi ndo wanawake wengi wanakosa, tunasema stara. Amenifurahisha sana, ambacho ni madhaifu ya wanawake wengi duniani. Ukipata bwana mpya unamaliza matatizo ya bwana uliachana naye. Kwa mimi naona na wewe mwenyewe ni tatizo, nitakaa kwako kwa muda na nitaondoka. Kwa hiyo kitendo cha kuniambia nimeumizwa, lakini siwezi kukwambia nimeumizwaje, ananionyesha hata mimi atajua kwao nimemkwaza, ataambia tu kwamba mume wangu amenikwaza, lakini hamwezi kujua amenikwazaje. Kwa hiyo wanawake hawa ndio mgodi wa dunia wanaotafutwa na watu wengi sana. Mimi kwenye max 10 nimpe zote, afa akazipunguze mwenyewe mbele. Mambo. Habari. Safi kwema. Kwema. Naitwa Arvin. Naitwa Lina. Lina. Kono wako. Pendeza. Asante. Yes. Safi. Naitwa nani? Naitwa Feti. Umependeza. Nashukuru. Kati hawa wawili, Lina ana sifa ya kuwa mke wa mtu, japo dada Feti naye ana sifa ya kuwa mke wa mtu. Sio kwamba hana, nisikosoe kupitiliza, lakini kila mtu ana kitu anachohitaji kwenye maisha yake. Inawezekana kwa sasa nimemwona ana sifa, lakini kuna mtu hizi sifa alizozitaja yeye ndo watu wanazitafuta. Kwa hiyo bado ni bora kwa mtu wake ambaye atataka yeye. Lakini Lina nimemwona pia, nimemwangalia hata kichwani alipovaa. Basi nisiongee mengi, lakini siko kwa ajili ya kuumiza moyo wa mtu, lakini niseme sisi wanaume ni wawindaji katika mbuga ya dunia. Kwa hiyo kuna wakati unataka unachokitaka na kuna wakati unataka ule tu. Kwa hiyo wakati wangu sasa hivi sio kutaka ninachotaka, nataka nile, niridhike, niendelee. Kwa hiyo niseme nahitaji ninachokitaka. Kwa hiyo sihitaji kula tu. Ningekuwa nahitaji kula, basi mwanzoni tu nilikuwa tayari nimemaliza hapa. Mimi hapa Arvin. Kwanza kabila gani ninakusifia sana kabisa? Chaga. Chaga. Nyinyi ndio kwenye kitovu chenu kinatupa kwenye hela, si ndio? Kabisa. Sawa. Muhimu zingatia. Safi, vizuri sana. Mimi niseme tu nimekupa nafasi ya wewe kuwa sehemu ya maisha yangu. Na nimekupa katika 10, nimekupa 10, ni kama 100 nimekupa 100. Asante. Kwa hiyo wewe ukazipunguze mwenyewe, uchague ubaki au uondoke. Haina shida, nitalifanyia kazi. Una lipi la kuniambia? Uendelee kuwa na hofu ya Mungu. Niendelee kuwa na hofu ya Mungu, lakini pia usiache kutafuta pesa. Muongea kwa sauti kubwa sana. Hebu ongea tena nikusikie. Usiache kuwa na hofu ya Mungu, lakini pia usiache kutafuta pesa. Hujasemea pembeni, nimekusikia na nimekuelewa. Asante kama umenielewa. Alimezingatia. Limeisha. Kidogo basi bado. Alhamdulillah, Mungu kaniepusha na nini?
wanasemaga kifusi. Ndio maana mtu ni mkubwa sana kwangu, so vitu vyangu. Pia yani haiwezekani wewe mwanaume una mtu afu bado unahitaji mtu mwingine. Yeye inakuingia akili na afu mwanamke unajipeleka. Kweli? Ndugu watazamaji, msiache kufuatilia kipindi hichi cha Singles ambacho kinapatikana katika channel ya YouTube ya Film Farm Media. Singles.